Kwa majina naitwa Ramadhani Hatibu, afisa mitihani kutoka Chuo cha Uandishi wa Habari Morogoro. Kwa swali lako kwamba ni upi umuhimu wa GPA kwa wanafunzi ambao wanasoma vyuoni, lakini pia na baadhi ya wanafunzi ambao pia hawajui hata GPA ni nini. Kwa kifupi tu, GPA tunasema ni grade point average. Grade point average tunaangalia wastani wa ufaulu wa mwanafunzi baada ya kufanya mtihani wake kwa muhula husika. Mwanafunzi labda wa ngazi ya certificate mwaka mmoja anasoma kwa mihula miwili. Muhula wa kwanza atapata GPA yake na muhula wa pili atapata GPA yake. Baada ya hapo tunazichukua hizi GPA zote mbili, ya semester ya kwanza na semester ya pili, tunazijumlisha, tunagawia kwa mbili, tunapata total GPA ya mwaka mzima ya huyu mwanafunzi. Sasa GPA ndio inaonesha wastani au ufaulu, uelewa wa mwanafunzi darasani ulikuwa vipi baada ya mwaka mzima. Sababu kama mwanafunzi ana GPA nzuri, maana yake huyu mwanafunzi uelewa wake ni mzuri, alikuwa anaelewa vizuri, kwa maana hiyo pia amefaulu vizuri mtihani wake. Kwa hiyo huyu mwanafunzi ana ufahamu vizuri wa kile anachokisomea. Na mwanafunzi mwenye GPA dhaifu, maana yake huyu uelewa wake ulikuwa ni mdogo darasani. Aidha alikuwa mwalimu, aidha alikuwa hahudhurii vipindi, kwa hiyo ufaulu wake umekuwa mbovu. Katika matokeo yake lazima GPA yake iwe mbaya. Sasa GPA tunaipata kutoka katika masomo ya huyu mwanafunzi aliyoyafanya katika mtihani wake wa mwisho. Ili tupate GPA lazima tuwe na point. Tunaposema point ni alama maalum ya alizozipata katika mtihani wake. Mfano, mwanafunzi akipata A wa level 4 na level 6, kwa maana hiyo huyu mwanafunzi ana pointi ya 4 au ana alama 4 ya hilo somo. Akipata B ana alama 3, akipata C ana alama 2. Mwanafunzi wa diploma level 6 akipata A ana alama ya 5, akipata B+ ana alama ya 4, akipata B plain ana alama ya 3, na akipata C ana alama ya 2. Sasa tunachukua hizi pointi tunazidisha na total study, total subject. Hapa tunaangalia sasa masomo yake alikuwa na masomo mangapi kwa ujumla.